Karibu katika chaneli yetu ya Nyafe Nyafe TV, na leo tunakuletea mpambano ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu na mali. Kama unavyoona uwanja umesheni, tarumbeta ni nyingi, jezi zimesheni, kuna green, kuna yellow, lakini kuna white na kuna red. Tunapokuwa tunaendelea kuangalia hii game, usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau kucomment kuendelea kupata matokeo ambayo yanaendelea katika uwanja wa Zanzibar. Kama unavyoona battle lilikuwa ni kubwa sana katika mitandao, na battle lilikuwa ni kubwa sana katika sherehe zao za Simba Day na Yanga Day. Lakini leo ndio leo, kama unavyoona shangwe ni nyingi, tukiona viongozi mbalimbali kwenye majukwaa. Tunamwona mhamasishaji wa bao la mama katika mashindano ya Sakafa pia yupo Msigwa pale, amekula uzi wa Tanzania. Unaona malensmen kama wanavyopasha malensmen, wanaona ni game nzito wanapokutana miamba na game unapokuwa inachezewa Zanzibar kama leo muda huu ambapo natufuatilia katika channel yetu ya Nyafe Nyafe. Nafikiri pressure za mashabiki zinakuwa ziko juu sana, sababu kila mtu anataka awini game ya leo. Na mchezo wa leo ni mkubwa kama unavyoona, na Azam TV na wenyewe sio wachache, ni wakubwa, wanatuonyesha paka kwenye mabanda umiza kwamba mashabiki walivyokaa wakiangalia, wakisoma wachezaji ambao wameingia maigizo mapya katika vilabu viwili. Watu ni moyo tu, watu ni kujipepea, watu ni pressure, mitaa yote imesimama. Ni nani ambaye anaweza sasa akainyamazisha nchi zaidi, na nani ambaye anaweza akailiza nchi zaidi? Kila mtu anatafakari kuangalia hii game inavyoenda, na ni game ngumu, game ni tough. Mtu anashambulia, mtu anachukua, anapiga counter attack. Kama unavyoona sasa hivi dakika chache ambazo zimepita hapo, kashambulia Simba, Diala ameokoa, amesave, akarusha mpira, katembea Mangwanda, kaingiza mua mrefu, anataka kupiga picha sherule, mpira unapata juu. Kwa hiyo ni battle to battle leo. Ndio maana nani mashabiki ukiangalia katika jukwaa la uwanja hapo Amani Zanzibar, watu wametulia, wengine wenye roho ngumu ni kupiga matarumbeta, wenye kurusha bendera kama unavyoona. Lakini mtu mwenye pressure zaidi ambao anajua hizi dabi ya Yanga na Simba lazima atulie kwa nidhamu sana mpaka pale dakika ya mwisho, ambao sisi wote tunafuatilia hii game sasa hivi kupitia channel yetu ya Nyafe Nyafe na kupitia Azam TV ambao narusha matangazo ya moja kwa moja. Yani wote tunakuwa tuna pressure juu ya hii game. Ukiangalia pia kuna tambo nyingi. Tumeona kuna tambo amechorwa Ahmed Ally kama unavyoona, akivalishwa ile yanilia ya kifalme. Tunaona huko pia Alikamwe naye kuna picha amechorwa kama ulivyoona kwenye matukio kule. Kwa ni mashabiki wanakuwa na heka ya nani ambaye ni nani na nani ambaye si nani. Na unapoona kama mpira unapoendelea, hata kwenye sehemu mbalimbali za nyumbani, kwenye mabaa, kwenye nini, watu nafikiri utulivu. Unaweza kanywa chochote lakini usihisi kama umekunywa, kwa sababu mpaka iishe, na haiwezi kuisha mpaka inaisha hii game. Naona hata kwenye benchi la ufundi kama sasa hivi unavyoona, benchi la Yanga wamesimama, benchi la ufundi wote nafikiri amenyanyua wachezaji hapo. Wachezaji wamenyanyua wote, wanafanya warm up. Labda amejua amehisi ni sehemu gani ambapo ameteleza mpaka muda huu. Anataka afanye mabadiliko mengine kuhakikisha hii mechi haitaki draw. Mpaka sasa hivi tunapoangalia hii mechi haitaki draw. Hii mechi inaenda nani ambaye anatakiwa ashinde. Kwa hiyo hata kama sasa hivi game inavyoendelea wakatoka ni bila, hapa kunaga kuongeza dakika, hapa ni matuta. Kama wataongeza dakika, basi zitaisha dakika 30 ambapo ni 15. Tunavumilia na ile pressure. Mashabiki ni wengi, naona watu wengine wanabebwa, kama unavyoona ambulance zimeingia kwa wingi, msalaba mwekundu huwa hapo. Hii ni game waga ambayo inaleta mabadiliko mengi, na ni game ambayo waga inatesa sana. Kama unavyoona hawa huduma ya kwanza, msalaba mwekundu, wanapopata shida wanawatoa watu kwenye majukwaa, wanawashusha na kuwapeleka katika chombo chao cha usafiri na kuwaisha kwa save maisha. Hii ni pressure ambayo kuna wengine ambao wamemuona Gomez, yani Selemani Mwalimu kwenye benchi la Yanga, kama tunavyoona sisi hapa wote live tunamuona pale Selemani Mwalimu. Wengine walikuwa natamani aendelee kubaki kwenye kikosi cha Simba. Sasa zile pressure na kuangalia hii game, na ustosho naangalia nani ambaye steka anaweza sasa hivi angekuwa ametusaidia, da kocha Steve Becker angemnyanyua. Naangalia ni Selemani. Lakini sasa tukiangalia kwenye benchi la Simba pale, ni masteka ambao ni wachache, ni wadogo, ambao ni wazawa.
Ukiangalia kwa ukubwa wa Yanga kama unavyoona sasa, Yanga amenyanyua vifaa vyake kaingiza vyote. Mara kwanza alikuwa anamtega Steve Beck, sasa hivi amenyanyua timu ambayo anaiamini kawekwa. Umeona kama kina Duka Abuya wametia nanga ndani, ukiona kina Mdasiri wamewekwa, umeona kuna nani huyu Mihambo anayejua Simba vizuri ameingia ndani. Kwa hiyo sasa hizi ni dakika za lala salama ambazo nani anataka kumuonyesha yeye mwenzie kwamba yeye ni bingwa, yeye ni kinara. Kama unavyoona hii tunavyoendelea kuangalia hivi, hii game inatukumbusha, naona kama inaelekea kuwa kama ile game ambayo ilikuwa ni ilikuwa ni Kagame, ilikuwa ni hapa Zanzibar. Alifunga huyu mchezaji ambaye unaona leo amehamia Yanga, ambaye anaonekana hana thamani, ambaye ana trend kwenye majukwaa yote, mabango yake ni yeye Selemani Mwalimu. Ilikuwa ni game kama hivi hivi. Kwa hiyo tuendelee kuangalia game na tunaendelea kuangalia game kama tunavyoona, pressure tuzishushe, na watu ambao wanakuwa wale mashabiki ambao unahisi kama unavyoona sasa hivi hapo Yanga amekoswa goli. Umeona hiyo? Kama unavyokuwa unahisi wewe moyo wako ni mgumu, agiza maji, kunywa maji, tulia, hakikisha game inavyoenda inapoisha na ni matokeo. Tunaendelea kuangalia mpira unapokuwa ni mgumu. Angalia kama sasa hivi tunaangalia jukwaa la Simba lote limesimama. Yes, jukwaa la Simba limesimama, linapiga makofi. Tunaangalia ni nini ambacho kinatokea kwenye jukwaa la Simba. Yeah, of course, yeah. Anaingia huyu dogo nani wanamuita Mligo. Inaonekana sasa hapa Steve Beck ameangalia Mligo huyu, niweza nikamswitch hapa akakimbiza mawinga wa Yanga ambao wamechoka. Sasa anapoingia huyu nani Mligo, tumeona jukwaa lote limepiga kelele. Hii ni kuitia hofu Yanga, ambao sasa Yanga nao wanataka kuwaza nani sasa tunaweza tukamuingiza ambaye akasaidia kama unavyoona kwenye bench. Yes, na Yanga nao wamesimamisha mtu anafanya mazoezi hapa. Yeah, of course. Yani tunamwona ni nani Mwijage. Hii ni battle to battle. Ukimwona Mligo anaendana na Mwijage. Mwijage ni kiungo, Mligo ni kama mshambuliaji wa kati, lakini anaweza katokea pembeni, lakini anaweza kacheza namba 4, anaweza kacheza namba 3. Nimemwona mara nyingi. Angalia sasa hivi naye pia kama unavyoona mashabiki wa Yanga wenyewe wamesimama sasa, wanapiga makofi, matarumbeta na nini. Wengine wamenyanyua picha za Pacome, kama unamjua Pacome Zouzoua. Tunamwona Pacome ambaye yuko hospitali, lakini leo tunamwona Pacome picha zake zikinyanyua kwenye mechi kubwa muhimu kama hii ya Ngao ya Jamii, mechi ambayo inaenda kufungua dirisha la ligi kuu Tanzania ambao ni Ijumaa. Kwa hiyo tuendelee kuangalia hii mechi, lakini tutuze pressure kama unavyoangalia hapa. Makocha wana heka wale benchi la ufundi ambao wale ambao wa huduma ya kwanza katika hivi timu Yanga na Simba, naona wanapopata heka kila saa wanaingia wanatibu wachezaji. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni tafu ambayo inaendelea, mechi ambayo inatupa pressure, ni mechi ambayo inaangaliwa na hususan East Africa nzima. Wote wanaangalia, wanataka kujua ni nani. Kuanzia huu muda ambao tunaendelea kuangalia, bado watu hawajafungana, game ni ngumu, bado ni nyau. Watu wanataka kuhakikisha kuangalia ni nani ambaye anaondoka na ushindi wa magoli katika mechi ya leo. Yes, of course, na ukiangalia hata wachambuzi sasa hivi kila mtu moyo umekuwa juu vile alivyokuwa ameweza kutabiri kwamba nani anaweza kuibuka kinara, na wengi waliweza kuamini kwamba kwenye kipindi cha kwanza tu kipindi cha kwanza dakika 20 mtu anataka ameoga, lakini mpaka sasa hivi tunaangalia hii game imekuwa ni tough, game imekuwa ni ngumu, wachezaji wamekamiana, wachezaji wale wote maigizo jipya Yanga na Simba, unaona wote wana vitu, yani wale ambao hata tulikuwa tumeangalia kwenye zile mechi za nyuma, sio hii mechi ya dabi tuliwadharau, lakini leo umemwona Dumbia anapofanya umeona kama hapo anapossess wakina Fred Ngoma ni kiungo amecheza anasaidia hapo sasa katikati, amemudu timu, ameblock mawinga na masteka wa Simba kuisogelea sana nafasi ya nafasi yao ya eneo lao la goli. Kwa maana yake unavyoona sasa hivi anavyocheza hapa, kama tunavyoangalia Ngoma pamoja na kina Mdasiri wanamprotect sana Diala asipate heka. Na vile umeona kama Simba sasa hivi wamesogeza watu kati wengi, unaona Simba sasa hivi amechezesha viungo zaidi ya 4 katikati. Maana yake hapo kila timu inaweza kuona naona Simba wanashambulia kwa kasi sana, ila wakitokea pembeni kama unavyoona mawinga wao pembeni, lakini wanaipa pressure Yanga sana. Nafikiri Yanga pia wanakaba kama unavyoona hapo. Game ni gumu, mashabiki ni wengi, wanapiga kelele sana, lakini tunaangalia
angalia maingizo mapya kama unamwona yani Kevin Nation ambao ingizo jipya la Simba. Anafanya kazi nzuri hapo katikati, anaweza akamudu mpira akatoa pasi kama unavyoona. Lakini vile vile katika safu ya Yanga kama unavyoona kuna mipira imepigwa kama mitatu hapo. Tunamwona striker huyu mpya Shalulile Shashaman amekosa kichwa pale, kapiga heda lakini ikawa imepaa. Kuna nyingine amechukua mali kaweka mti, lakini ndio hivyo mabeki wa Simba kama unamjua yani Delok ni beki mzuri ambaye ni imara, amebaki ameweza kufanyaje kusawazisha makosa. Lakini ukija katika unaona kama Simba anapokuwa anapeleka mashambulizi yao, Yanga kidogo wanakuwa wanajisahau kukaba kwa kasi, sababu Simba mawinga wao pembeni wana speed, alafu ukiangalia kwamba wenyewe wana maingizo machache sana katika kikosi chao. Unaona Yanga wanapata shida kidogo sababu wana maingizo mengi. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka kama tunavyoendelea kuiangalia hii game sasa hivi ambapo iko moto, wachezaji wa Yanga wengi wanatumia individual skills, yani wanatumia uwezo binafsi, sio kwamba ile mbinu ya kocha. Kwa hiyo game ni moto sana. Labda tu tunapozidi kuangalia sababu tuna dakika zinaenda, labda timu inaweza ikakaa vizuri na wakaelewa mfumo wa kocha wao Mangoba, na tukaangalia kwamba anaweza kukaa kwenye safu na kuweza kumudu Simba. Lakini angalia steka wa Simba huyo ambao walikuwa wamemsajili huu msimu, watu tunamzodoa sana, lakini unaona anavyoipa kashikashi safu ya mabeki wa Yanga hususan akina Mwamnyeto. Wanapata shida sana, jamaa anapiga vichwa sana, ni mrefu na ana tank. Naona kama mechi inakuwa ni battle sana, battle to battle. Nikaangalia hapa kwenye gizo jipya la Yanga, angalia anapopokea mali huyu She ni mzuri, amemwona amepokea mali, ame dribble kawacha mabeki wa Simba, lakini ndo kapiga pasi imechelewa kufika kwa Mzinze pale. Umeona, kwa battle ni kubwa na game ni nzuri. Nikaangalia safu kama tunavyoona safu ya makocha wote wamesimama, ni vichwa vinawaka moto kama unavyoona kwenye channel yetu ya Nyafenyafe. Hamna kocha amekaa, kila mtu anakunywa maji muda wote. Game inakuwa ni tough. Yes. Katika upande wa referee nafikiri leo wamewekewa VAR. Kama umeona kuna foul hapo, mtu amechezewa foul lakini italeta shida kidogo. Wameenda kwenye VAR, imeonekana ni foul. Na wenye haki wamepata haki, na refa pia anacheza vizuri sababu Alanjige ni referee mzuri kama unavyoona, ana speed anapokuwa anakimbia katika eneo mpira unapoenda, lakini pia usimletee pressure pale ambapo anapokuwa anataka kukuadhibu. Umeona kama alipokuwa anataka kuadhibiwa hapo, Boka amecheza faulo, amemchezea faulo Mpanzu, yes kama umeona, lakini baada ya kujishusha, lakini ametaka kupanic. Sasa kadi ya njano inaweza kumhusu kwa raundi ya pili. Ni refa mzuri, ni refa ambaye anajiheshimu na ni refa mwenye maamuzi yake. Naona kuna mabadiliko hapa sasa hivi. Yes, ingizo jipya la Yanga sasa linaingia. Tunamwona huyo Mangwanda anaingia na anatoka Max Nzengeli. Yes, Max, game imekuwa kama ni tafu kwake kuangalia katika michezo mingi ya dabi. Max amekuwa ni mtu ambaye anayokoa Yanga sana na anakuwa anajituma mwanzo mwisho. Tunaona leo anatoka anaingia Mangwanda. Hapa naona sasa kocha anataka kumtumia Mangwanda sababu anakimbia sana na anaingiza mipira kwa haraka na ana speed na ana nguvu. Ameona kama nafasi ya mbele kule wanalegea, huyu Peter Shalulile apate mipira mingi ambayo ya kuleta pressure. Yes, na pia naona ni bato kubwa sasa. Simba naye pia anafanya mabadiliko hapa. Anafanya mabadiliko Simba. Dumbia sasa naona anapisha au Mpanzo anasogea mbele, lakini nafasi ya Mpanzo anaingia Mgunda. Huyu ni gizo jipya, yani amesajiliwa jana usiku, lakini leo ameanzisha sababu ni mtu na ni mali yeye. Ingia Mgunda hapa, unaona sasa wanataka kuforce masteka wawili ambao pia ni washambuliaji wa wakati nyuma ya namba 8 na mbele ya namba 10. Yes, pia umeshaanza hapo, ni mkali sana ya. Umeona kama vile pressure mashabiki wakinyanyua mabango mengi yakiandika msaliti, au itakuwa ni Selemani Mwalimu. Atakuwa ni Selemani Mwalimu, mabango wengi yanapita ni msaliti, hatacheza. Mabango yameandikwa hatacheza, atakalia sana bench na nini. Huyu ni mchezaji Selemani Mwalimu. Pia naona Azam TV wamemzumu hapo kupitia channel yetu ya Nyafenyafe, wanamuona Azam TV wamemzumu.
wamemzumu Azam TV hapo, namuonyesha, naona kama anasimama anapasha na yeye muscles, kwamba kuonyesha kwamba mimi nimesajiliwa kuja kucheza, sijasajiliwa kuja kukaa. Hii leo hii ni dabi ya Kariakoo, ni dabi yenye joto, ni dabi ambayo inaonyesha kweli hawa ni miamba wawili wa jiji la Mzizima. Kama unavyoona dakika zinaendelea kwenda, hapo ni nyau nyau, dakika inaenda 70 ni nyau nyau. Tunaangalia ni nani ambaye ataibuka kuwa mshindi na kubeba ngao ya jamii. Yes, kipindi tunaendelea kuangalia mtanange wa dabi ya Kariakoo Mzizima. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare wala comment katika channel yetu ya Nyafe Nyafe. Na leo ulikuwa na mimi mtaalamu maestro Asaki Boy Nyama katika kukupa mwendelezo wa mpambano. Tukutane tena nango ya pili. Ciao.